Taxi driver, oh, taxi driver, taxi driver. Sari, kwa Mungu wa babu, kwa Mungu hakuna bibi. Upo sawa? Angalau na Mungu ashukuriwe. Nyumba hii imekuwaje siku hizi? Baada ya kwamba mke wangu yuko mbali pamoja nami, sasa kila kitu kinakwenda nje ya utaratibu. Nyumba hii haikuwahi kuzoea kwamba inakuwepo tu, kwamba mlango unawachwa wazi, geti kubwa linawachwa wazi, anaweza kuja mtu kuingia na kutoka vyote atakavyo. Hii nimeona kuwa sio sawa, lazima nikwambie. Ulitoka, ulikwenda wapi kiasi kwamba unaacha tu? Vipi kama mwizi ataingia, jambazi au yoyote tu basi kuja kufanya chochote cha kiuasi hapa ndani? Nilienda dukani. Nienda kuchukua mahitaji nilikuwa nataka kupika. Au sitakiwi kula humu ndani? Kula ni lazima kwa binadamu. Ni sawa. Ya, hiyo ni sawa kabisa. Kingine ningelipenda kujua, kwa nini tunaanza kama vile mazoeano sasa yanataka kuwa makubwa kupita kiasi? Yaani sasa uko huru kuniingia mwilini kwa wakati wako tu, hata kama sihitaji kufanya hivyo. Wewe huoni kuwa hiyo inaweza ikawa hatari? Umeniambia hapa kwamba bi mkubwa, mama yako, mkwe wangu mimi, anakuja hapa nyumbani. Mtu mzima ni mtu mzima tu. Anakuja, anaona kwamba mbona kama kuna ukaribu hivi baina ya dada wa mwanangu mdogo pamoja na shemeji yake. Hiyo itavunja heshima na si haki. Kwa hivyo nitamani upunguze kidogo haya mambo haya. Wewe mwenyewe unataka, lakini hapo unajifanya kama hutaki. Ni mtego huu. Kweli nataka na inafanya mwili kidogo una relax, lakini sio kila wakati. Najaribu kukuambia kwamba kidogo upunguze huo munkari. Hiyo namba 1. Namba 2, nilitaka kujua kilichokuwa kiendelea pale jana usiku ni kitu gani? Ule ni ushirikina. Mishumaa iko hapo, umefunga nguo jeusi nini. Ni ushirikina tu. Sasa ushirikina ule unaufanya kwa ajili ya nini? Kwamba ndio unaniroga sasa ili ujimilikishe na kwamba unampora sasa mume mdogo wako? Au kwamba sasa unafanya zindiko la nyumba hii? Na kama unafanya hivyo, ni nani kakutuma? Mbona mwenyewe hatuna taarifa hizo? Sio mimi wala sio dadako. Na wewe ni mgeni. Unafanyaje mambo makubwa kiasi hicho usiku wa manane? Kwa hiyo unataka kusema mimi ni mchawi au? Ni kama unauliza majibu. Jibu unayo mwenyewe. Mchawi anaroga huko na kuchekea, kijino pembe anaroga, michongo yako isiende anaroga. Alafu hayo yote tuloongea sio muhimu. Kuna mgeni wako alikuja, mzee wa misumari. Anaroga huyo mbaya. Anauliza hivi, yule mtu mnazika au mnasafirisha? Huyo mbaya. Analoga fanya jichikisha. Analoga fanya cheka huyo mbaya.
Hello mkuu. Yes, hello. Nadhani uko sehemu salama na unanisikia. Ndio. Unajua umeniachia kazi ngumu, alafu mpaka saizi hamna chochote kinachoeleweka. Kwa nini? Kwa sababu toka ulivyoniachia hii kazi na kupigia simu zako upatikani, alafu na sijui uko wapi. Nipo tu nyumbani kwangu. Okay sawa kama upo nyumbani, lakini mimi mpaka sasa hivi nipo nyuma nyumba yako. Nadhani unanisikia. Yaani ninavyokuambia, katika geti dogo yupo mtumi wako, njoo mchukue. Acha bwana. Lakini nataka nikupe taarifa ambayo mpaka saizi kila kitu kimekamilika, yaani kasoro tu wewe. Unanielewa? Hapa nyuma ya nyumba yangu. What a surprise. Anyway, haya. Oh, umezinduka? Good. Umenijua Tayari umeshanitambua kuwa mimi ni nani? Unataka nini kwangu? Yuko wapi mke wangu? Mke wako? Wewe mke wako uliniachia kwenye gari langu na kaondoka. Nyamaza! Nitaondoka na kichwa. Yuko wapi mke wangu? Mke wangu ni ukweli kwamba alipata maradhi kidogo tu mara baada ya kuwa tumegombana. La sivyo, nikaona nimpeleke hospitali. Msaada niliomba kwako. Nikamweka katika ile sijui garuba fulani na idoni fulani, fuko fulani. Lakini kwa niaba atazinduka nimpeleke hospitali. Na pale kwa nielekea hospitali, wewe umemuua mke wangu. Ninamtaka mke wangu akiwa hai, sio vinginevyo. Vinginevyo itakuja kuwa shida juu yako, na uhai ndio utakachokuwa malipo yako kwangu. No. Mke wako amekufa na mke wako siko naye mimi. Mke wako nilimzika baada ya wewe kumuua. Taxi driver, oh, taxi driver, taxi driver, taxi driver, oh, taxi driver. Visanga na usaliti, taxi driver, oh, taxi driver. Watu wanalogana na uwana, taxi driver, oh, taxi driver. Karibu mkuu. Haya mazingira safi na salama. Misumari. Kwanza nianze kwa kukushukuru. Na kushukuru kwa maana kazi niliyokutuma kwayo umeifanya vizuri. Umeifanya vizuri, nimempata niliyemhitaji. Good. Lakini nina sonona kidogo katikati ya huu mpango. Na sonona hii imeletwa na wewe katika namna ambavyo umefanya. Well, umekuja nyumbani kwangu. Haukunikuta. Namba yangu ya simu unayo. Huku wewe ukiwa unajua kwamba tumecheza mchezo wa hatari. Unakwenda nyumbani, unamkuta kuna mtu tu. Yupo tu. Haujui mahusiano yangu mimi na mtu ambaye umemkuta tu. Lakini unakwenda unamwachia salamu ya kwamba ati tutasafirisha au tutazika. Hii
haiko sawa, na haswa ukizingatia mpango kazi tunaofanya. Tunacheza mchezo wa hatari, yaani kwamba tuliyempata ni binadamu na kwamba lazima wanaompenda nyuma yake watamtafuta, means polisi watahusika. Sasa katika upelelezi na nini watatafuta kuuliza watu, wewe kwa nini unakwenda kumwambia msichana tu? Na unajua namna wasichana walivyo, wengine akili zao kidogo si nzuri na diary zao hazina mambo mengi. Vipi unakwenda kumwachia salamu hizi kwamba tutazika au tutasafirisha? Uone unanikaanga. Nisikize mkuu. Kwanza, mimi ni jeshi la mtu mmoja. Na katika kazi zangu ninazofanya mimi, nilishajitolea kufa na kupona. Na nikiwa nafanya majambo yangu, huwa simwangalia mtu usoni, na muua kama nyani. Unataka kuniambia unamzungumzia Jessica? Jessica ni mwanamke wangu. Tena ni mwanamke wangu wa muda mrefu sana. Ni mwanamke wangu alikuwa pika na kupakua. Tuliachana kwa sababu ndogo tu za maisha yangu mimi. Sasa kama Jessica unamjua, kwa nini inakuwa hivi unamwachia salamu mbaya? Why? Taratibu. Hiyo michezo mpaka na kutuma wewe na mimi naijua. Twende taratibu. Weka hiyo kitu chini. Umetenda kosa. Hili ni kosa. Tuachane hayo. Tutaongea siku nyingine. Tumalize kazi. Kazi yako nimemaliza, nahitaji mzigo wangu. Ninayo sonona na umenikaanga. Lakini nakwambia hivi, pamoja na yote na kila kitu, mimi ni aina ya panya mmoja mjanja mwenye kujua matundu mengi zaidi ya kutokea. Tabasamu anajifanya mwema, analoga afu anacheka, analoga afu anajichekesha, analoga afu anacheka, analoga afu anacheka, analoga afu anajichekesha, analoga afu anacheka, Hivi kumbe nilikuagizia uniletee kinywaji? Sio lazima pia. Ni hali yako kunywa au kuacha. Ndio, baadhi ya wanawake bwana, ni mtihani kwa kweli. Tena sintofahamu ni nyingi sana kuliko uhalisia wa mambo. Yaani nilivyokuwa nadhania iwe ndivyo kwako, lakini kumbe sivyo kabisa. Sivyo kabisa. Yaani kuna wakati hata sasa naona moyo wangu unajuta. Yaani unajuta kufanya nilichokifanya, kwenda kuwa na mahusiano ya kimapenzi na wewe badala ya dogo wako. Yaani ni ufala. Dhambi zingine ni za kujitakia tu. Yaani nimegundua uwezo wako wa kupambanua mambo, uwe na nani, umwache nani, ni mdogo sana. Dogo sana. Yaani ovyo kabisa. Wala havistahili. Moyo unauma sana. Jo. Hivi mimi na wewe, mtu ambao uwezo wake wa kufikiri mdogo ni nani hapo? Wewe ndio ulitembea na mimi ukaniacha ukaenda kumwoa mdogo wangu. Hiyo kwako ni sawa Kwa sababu wewe hujai kutenda dhambi.
unatembea na dada mtu, unaenda kumwoa mdogo mtu. Si ndio? Tuachane hayo kwamba nilitembea na wewe nikakuacha nikamchukua mdogo wako. Hayo tuweke pembeni. Wewe ni wakwenda kunichanganya mimi kimapenzi na yule mtu hata jina pia ameshindwa kulipata, anaitwa Msumali. Sijui Misumali. Yaani kumbe mada ilikuwa ni hiyo. Ila kote tu ulikuwa unazunguka. Mimi na wewe ni wapenzi? Tuna uhusiano gani mimi na wewe? Sisi tunaibaiba tu. Yule ndo mwanaume wangu. Jesikia. Kama una mada nyingine unaweza kuendelea kuongea, ila sio ujinga wako. Umeninyanyulia mdomo. Anajifanya mwema, analoga afu anacheka, analoga afu anajichekesha, analoga afu anacheka, huyo mbaya. Analoga afu anacheka, analoga afu anajichekesha, analoga afu anacheka, huyo mbaya. Nani? Yes, sir. Ingia. Vipi? Umepajuaje hapa? Wewe ni mpenzi wangu. Ulipo nipo. Kujua sehemu uliopo kwangu ni kazi rahisi sana. Hicho sicho kilichonileta hapa. Nataka kujua umemwambia nini Joe. Jessica, kuna ubaya gani mimi kuzungumzia mahusiano yangu? Ama kuna shida gani mimi kumwambia mtu ukweli kwa Jessica ni mwanamke wangu? Wewe kwa nini umwambie shemeji yangu hayo maneno? Na unajua kabisa wewe ulivyo. Kwa hiyo unataka shemeji yangu aseme mimi najihusisha na wauni? Ilikuwa na haja gani ya wewe kumwambia? Unataka shemeji yangu mimi anichukuliaje? Jessica, tambua fika na mwanamke wangu. Kueleza hisia zangu kwa mtu ni tayari natengeneza ulinzi ili mtu yeyote asiweze kutumia mwili wako, kwa sababu ni mwili wako ni mwili wangu mimi Jessica. Mtu achana hivyo. Karibu mpenzi wangu. Hicho sicho kilichonileta hapa. Yalo nileta hapa nimeshazungumza. Nataka kuondoka. Jessica, unaanzaje kuondoka nyumbani kwangu? Ingalia kwamba mimi na tumeachana muda mrefu sana. Na leo ni siku ya pili tunakutana. Alafu umefika mpaka nyumbani kwangu. Umefika mpaka ghetto. Unajuaka kabisa mwanaume wako kitu ambacho anachokipenda. Unaanzaje kuondoka Jessica? Mpenzi wangu bwana. Mimi sitaki bwana. Baby, usifanye bwana. Nakupa lakini kishingo upande. Unajua nimekumisi sana. Sio jana nakupenda. Jessica bwana, ndo nini? Kuna wakati utakiwa kuwa serious bwana. Kila wakati tunapenda utani tu. Mbona kunishika shika ufanye utani? Unanikata bwana, ingia bwana.
Mama. Mungu wangu. Karibu. Asante baba. Habari hapa? Nzuri, nzuri mama. Nzuri. Basi karibu keti. Asante. Sawa. Kae. Oh, nashukuru. Asante. Mama karibu. Nashukuru. Sawa mama. Hao wametoka kidogo. Jessica ametoka na Martha ametoka kidogo. Sasa hapa nyumbani niko peke yangu, lakini niseme karibu. Basi nikalihifadhi ndani begi. Haina shida babangu, unaweza ukachukua tu kapeleka. Simu yako. Mama. Halo mama. Halo? Uko wapi? Kuna sehemu nipo mama. Nimefika hapa ni muda, sijakuona wewe wala Martha pia hayupo. Niko hapa nyumbani. Nilitoka tu mara moja mamangu. Narudi sasa hivi. Sawa. Baby. Mama anasemaje? Mama kaja. Yupo kule kwa shemeji. Kwa natakiwa niende. Ko baby. Tulali wote tena. Jamani. Mamangu ndo kwanza kafika leo. Na mamangu ni mgonjwa, kwa natakiwa kuwa naye. Nitarudi. Karibu tena, niseme hivyo. Ndio najua safari ni ndefu kwa ulikotoka na msafiri kafiri. Ni kweli. Sema hali yangu ilikuwa sio ya kusafiri. Ndio. Ila kutokana na hali iliyokuwepo, yani imenilazimu. Ndio. Martha sio kawaida yake. Hanipigii simu kunijulia hali. Jessica pia. Siwi nielezeje katika namna kuomba msamaha. Maana mtoto ni mtoto kwa mama hakui. Lakini utusamehe tu, naye Martha especially amekuwa mara kwa mara akikutaja mama nitampigia, lakini shughuli zake naye akitoka sasa zinakuwa kama zinambana. Utusamehe tu kama siku 3 hizi hamjaweza kuwasiliana kwa ukaribu. Lakini ujisikie tu uko nyumbani na kila kitu kitakuwa tu sawa.